Natumaini enjoy breakfast. I hope you had a wonderful breakfast and enjoyed it. Sure. Yes, welcome to our event, executive breakfast. It is really executive. So, as I said previously, this event will be conducted after every 3 months. So today's event is like a launch event. So we are launching the program. So it is a program which is managed by ELM. This is Empower Life Ministries. Empower Life Ministries. So Empower Life Ministries, it has a motto saying transforming lives. So this is one of the initiatives to transform people's lives. Kwa hiyo tunasema maisha yaliyoongezewa thamani. Kwa hiyo tunaongeza thamani ya maisha yako kupitia hizi program. So leo tuna launch this program. Itakuwa ni program endelevu. Na kwa msaada wa Mungu tunaamini kwamba tutaifanikisha. Bwana sifiwe. Yeah, so our program tutakuwa tunachanganya Kiswahili na Kiingereza because of course tulisema executive, meaning that we are targeting especially people watu ambao they are leaders, they are business leaders, they are entrepreneurs ambao wanaweza kupata our message of transforming people's lives. I know people could have some good ideas, could have some, let's say, the level of life, but there are some other areas of life ambazo hawafanyi vizuri. Wanasifiwe. Yeah, kwa sababu somebody may be doing well financially, lakini kiafya haiko sawa. Mentally haiko vizuri. Hana, yani mental health sio haiko sawa. With all millions in the bank account, but mental health imekufa. With all millions in the bank account, mahusiano sifuri. You see? So that's what we want to do, to try to transform people's life by having this opportunity for personal growth, but also to network. Of course, tushasema kuhusu networking kwamba ni muhimu kwa sababu kwenye maisha haya tunahitaji watu. So I'm going to talk about enhancing productivity in the contemporary world. Ni topic ambao kama tu ya kuchokoza maada, because this is a very sensitive topic. Sometimes mimi huwa nachagua topic ambazo kidogo ziko very sensitive. And this is one of them, very very sensitive. Because you can personalize it, but you can also make it in a certain context. For example, in the context of a company, of a firm, how the firm is performing, look at how the firm is, they are working towards their productivity, which of course there are some factors ambazo zinaangalia. Sasa mimi nataka niongelee hili swala kwa ufupi tu kama dakika 15, tukiangalia katika ulimwengu wa leo, in the contemporary world, how can we be productive? Namna gani tunaweza tukawa ni watu wenye tija? Kwa sababu productivity ni Kiingereza, lakini kwa Kiswahili nini? Tija. Mtasikia hiyo neno tija? Kwamba yule jamaa bwana yeye anakuja na story, anakuja na habari ambazo hazina tija kwangu. Sasa ukishaona kwamba kuna rafiki ambaye anakuepuka kwa sababu wewe kwake huna tija. So we need people who can add to us to be more productive. We need people in our network who can make us be more productive. Kwa hiyo tunataka watu ambao wanaweza kufanya tuwe na tija zaidi kwenye kazi zetu. Kwa hiyo productivity ni kitu gani? Ni topic ambayo kama nilivyosema inafahamika sana, lakini kwa ufupi tunaangalia uwezo wa kuweza
achieving maximum output with minimum input. So what you put in and what you get out of it. So that's what we say productivity. And in the modern world, productivity is the key. Yani sasa hivi kama wewe ni mtu wa IT, you have any technology, if you can go to a company and convince them that, hey, you guys, I'm going to increase your productivity by supporting you with this tool. Maybe you come up with a certain tool, maybe it's a software or whatever. As long as they find that you can help them cut costs, but increase production with minimum cost, for them it will be a big deal. So, productivity. Kwa hiyo tunaposema output, maana ni zile services, input, ni vile input kwa mfano muda, resources ambazo unazitumia. Sasa ndo zinaamua hiyo productivity ni nini. So it could be the products, the services, the income you get, the time, the effort, the money, that's the input. Hata kwenye mahusiano tunasema kuna mahusiano mengine hayana tija, meaning that you are in a relationship ambayo like you are with a man who adds no value to you. If you look at ukiangalia the input you are putting on, like unaweka vitu vingi sana kwenye homa mahusiano lakini you don't see any output. So we are very interested with the productivity kwa sababu productivity ndio uhai, because every human being ameumbwa ili azalishe. So you need to be productive. Be productive. Ukisoma Mwanzo 1:28, Mungu aliwaagiza, alipoumba binadamu alisema go and be productive. Meaning that if you are here, if you are living on this earth and you're not productive, you are just wasting your time kwa sababu umekiuka agizo la Mungu la kuzalisha. So you must be productive. So we can say productivity is the efficiency with which an individual or company converts input into outputs. Sasa wewe kama individual, Mungu amekupa muda, you have time. So the question is, how do you use your time? Wote tuna miezi 12, we have January mpaka December. Wote we have 7 days. I mean we have 7 weeks. We have 7 days in a week. We have 24 hours a day. But the question is, how do you use your time? How much do you get out of it? Kuna mtu mwingine within 24 hours ameingiza a certain amount of money. Wewe masaa 24 yanapita unaongeza kiasi gani? So hiyo tunapima productivity. And it is your productivity ambayo itaamua, inaweza kusaidia sasa kusema okay, this is my income, this is my health, because this applies in all areas. Kwa sababu kwenye afya productivity inaangalia the input you put kwenye mazoezi, your food, you know, your eating habits, all those will add to your productivity. Kwenye spiritual aspects, mtu aliyefunga masaa 24 amefunga tatukavu, productivity yake sio sawa na wewe ambao wewe hujafunga kabisa. So in all aspects this productivity matters. So it depends on how much you put in. Lakini kuna being busy vis-a-vis being productive. Sio kila mtu ambaye yuko busy yuko productive. You can be busy for nothing. Sure. Unakuta mtu yuko busy, anaenda narudi, but mwisho wa siku hamna kitu. Sure. Tunapimwa kwa matokeo. We have the deliverables. Kwa wale consultant kama mimi, tunajua deliverables.
tunakimbizana na deliverable. Show me the deliverable. The payment will be made upon the deliverable. So you need not being busy. Kwa sababu kuna mtu anaweza kaenda ofisini yuko busy kwenye kompyuta lakini ameandika tu paragraph moja. Just imagine you are busy on a computer since morning, but the output only one paragraph written. So in terms of productivity, that is very poor productivity, because you have 8 hours to work, but how can you produce only one paragraph in 8 hours? That can be. Kwa hiyo productivity ni kipimo ambacho of course kinapimwa na input in time, there is money, there is resources na zingine zinawekwa. Kwa hiyo so that's the challenge ambayo inakuwepo. Sasa the main challenge is the productivity. Why many people don't achieve this? It is because of there are many factors. Like I said, main challenges. The first one is distractions and lack of focus. Distractions and lack of focus. Yani kuna vitu vingi vinakuondoa kwenye mstari. Vinakuondoa kwenye mstari. Na lack of focus maana yake ni kwamba hauna yani wewe hauna focus. Tunasema multitasking, kwamba yani wewe unajua kila kitu. Kuna siku nilikuwa naangalia video clip fulani kwenye YouTube, alikuwa anaongea dada yetu hapa Haika, of course atakuja hapa kuongea baadaye. Akawa anasema jifunze kusema no. You can't say yes to everything. Na unapoanza biashara chochote, be focused. Ukiwauliza wafanyabiashara wengi, siri ya mafanikio ni kwamba they focused on one area. If you want to be more productive, be focused. Kwa mfano kuna kijana hapa ameniletea karanga kwamba habari, mimi naitwa Fari na nauza karanga. Yes. Sasa ukitaka hizi karanga upate matokeo, jizamishe. Yaani jizamisha mzima kwenye karanga, utaona matokeo. Lakini karanga kidogo, mahindi kidogo, mara umuza vitenge, mara so you can't be productive, my friend. Be focused. Halafu distractions nazo mtatizo. Distractions ni vitu ambavyo vinakwenda kwenye focus. Distractions mara marafiki, hiki, mara social media, mara hiki. So you get hizi distractions ambazo zinakufanya huwezi kupata ile productivity. Na kwenye maofisi tena makubwa, kwenye makampuni, this is an area ambayo inasumbua sana na watu wanaiangalia, because kama nakumbuka kuna mtu mmoja alifukuzwa kazi kwenye shirika moja. Bosi alimuona muda mwingi yuko Facebook. Uko ofisini kwenye PC, yani kwenye PC ya ofisi masaa mawili uko Facebook na ni masaa ya kazi. Na Facebook wenyewe sio uko kwenye page ya ofisi, uko kwenye page yako tu mwenyewe, kwenye profile yako una comment, unaangalia. Bosi akamwangalia, kesho akamfukuza kazi. Kwa sababu ameamua apate distractions. Kwa hiyo ameshindwa kuwa productive. Kitu kingine ni poor time management and procrastination. Yaani kutoweza kutunza muda vizuri, huwezi kupanga kwa mbele, unajikuta tu kila wakati unaahirisha. Mwaka huu nitaanzisha ufugaji wa kuku. Imeenda sasa inaona kama ishindikana, nitaanza mwakani. Kwa hiyo every year you postpone. So procrastination has been your habit. So you can't be productive in that way. And then kitu kingine ni lack of energy and motivation. Hii mara nyingi kwamba sasa yani vitu vimekupiga huko mpaka umeishiwa nguvu, you have no motivation, kazini unaenda kwa kujilazimisha,
yani kazi unaona yani imekushinda kabisa, yani there is no if you have no reason to work, it means you can't be productive. Na kila siku unapoamka, there must be a reason why you should wake up and move. Oh, yes. So there must be something moving you, something motivating you to wake up. Unapotoka nyumbani unapanda gari unaenda kazini, what is the motivation? Is it kulipa kodi ya nyumba? Nipate hela nilipe kodi ya nyumba? How is motivation ili ufikie maono yako ambayo umejiwekea? Maybe you have an idea of opening a company. So your motivation to work is to accumulate capital so that you can have your own company. How is the motivation labda ni ili uonekane kama na wewe unafanya kazi? So what is the motivation? Well, if the motivation is not there, huwezi ukawa more productive kwa sababu ile input ya in terms of energy and time you put in that thing itakuwa ndogo sana. Kwa hiyo lazima hilo ulizingatie. Sasa kuna issue ya tunasema digital distractions, yani mambo haya ya mitandao. Based on the research, the average person check their phone 344 times a day. Can you imagine? Yani watu wengi simu ni adui mkubwa sana kama hujui. Yani on average mtu mmoja anaangalia simu yake mara 344. You can imagine hizo distractions kwamba huwezi kufocus. Kuna kitu unataka kufanya lakini mara scroll unakuta mara sio kuna kitu kinachekesha, mara kuna sijui na ina mambo ya yani there's over. Mara umeingia TikTok, umeingia Instagram, before you know 1 hour already gone. Unaona? Sasa ili uweze kwa ndo maana wale ambao wana malengo makubwa ya kuzalisha kupata matokeo huwa simu wanaziweka pembeni. Yaani wana switch off mitandao yote, ikiwezekana tu anaacha ile labda smartphone anachukua tu simu kidogo anaenda. Kwamba I'll be off maybe for 1 day or for 2 days. Kwa sababu nisikudanganye. Yaani upende usipende, as long as simu yako iko on, utakuwa tu na overwhelmed kidogo. Hivi unakuwa scroll before you know the time has gone. So this kind of research zinapunguza efficiency ya watu bila kujijua, na wakati mwingine yani unapata sababu ya kujisema kama okay, yeah, but this is the model we're not sasa fanyaje, you know, I have to also get the news. Unajiridhisha kwamba angalau upate news, but you're wasting your time. Halafu sasa kuna utafiti unasema hivi, presence of a phone reduces cognitive performance by 20% even if it is turned off. Yes. Yaani kwamba si una simu ila unasema umeizima, unasema sijui nani amekusifu fulani anapigia. Sijajua kwenye group pale sijui leo umeandika kitu gani. Yaani simu iko off lakini unawaza sasa hii sijui kama nitafuta. The fact kwamba wewe unawaza kwamba huenda kwenye simu kuna mtu anakutafuta tayari inakupunguzia efficiency 20%. Hizo tunasema the digital distractions ambazo tunaona kama simu kwamba of course smartphone na nini ni maendeleo makubwa sana siku hizi, but there is a negative side of it. In fact hata hizi wanasema AI ambazo siku hizi tunakuja AI. Utafiti kufanyika kule Uingereza wanasema AI zinaharibu watoto. Sasa hivi watoto wamekuwa kama mazezeta kwa sababu ya AI. Homework, kila kitu ChatGPT, everything ChatGPT, and nobody is you know, watoto wanakuwa mazezeta sasa hivi kwa sababu kila kitu wanategemea AI. Sasa this kind of behavior and this trend zitatupelekea sasa hatuwezi kuwa productive. Tutaendelea kuwa yani watabakia yani tu matajiri watakuwa wale ambao wanaweza kushinda hii. Na ukiangalia kuna baadhi ya kama matangazo yanasema disappear from social media. Disappear. So unasema for 1 month I will disappear for 1 month. Sitakuwa Instagram, sitakuwa YouTube, sitakuwa Facebook, sitakuwa WhatsApp. 1 month.
Na kuna mtu mmoja yeye kabisa alipotea, nikamwambia simuelewe. Lakini baada ya kuelewa kwamba kumbe alipotea, yani kuna mtu mmoja kama miaka 3 hayuko Facebook, yani kabisa alitoka mitandao yote. Kwa sababu alikuwa na target zake anafanya. Sasa ukimwona yuko mbali. Ameshakuwa na gari kubwa, anafanya biashara kubwa. Of course hata hivyo bado hajarudi. ila ana page ya Facebook ambayo huwa anauza bidhaa zake. Ila yeye humuoni kabisa kwamba yuko Facebook. So you can see kwamba Facebook, yes, hizi mitandao inasaidia kufanya matangazo, lakini not for say kama unaweza ukatumia isikuletea madhara, is very difficult. Of course, kuhusu Biblia, because our program is run by the church, so nitakuwa sijatendea haki kama sitakata mstari wa Biblia moja. Because program yetu imesimamiwa na kanisa. Kwa hiyo we just remind ourselves about what the Bible says. Lakini nishasema huo mstari, if you read Genesis 1:28, inasema God blessed them and they said to them, be fruitful and multiply. Kwamba be fruitful means produce, be productive. So a value of a man is in his ability to produce. Sasa hili neno a man limesema kwa watu wote. Unajua kwenye Biblia au kwenye Kiingereza, when you say a man, wakati mwingine means both men and women, eh? So, naona muda sio rafiki sana, lakini tu itoshe kusema swala la kuwa productive ni agizo la Mungu mwenyewe. Kwa hiyo ujiulize hapo ulipo, are you productive? Kimsingi, if you're not productive, yani huna hata haki. Huna hata haki hata kutumia baadhi ya vitu. Because you're not producing anything. So, naomba niishie hapa, and then tutakaribisha session ya mjadala kidogo. Naomba nikuachie MC uendelee. Asante. Asante sana, makofi kwa Dr. Kilema. Thank you very much for this wonderful presentation. Some of the key highlights ametukumbushia kwamba uwe na watu kwenye maisha yako, sio watu tu, bali watu wenye tija. Lakini pia usipende kuitwa mtu ambaye uko busy lakini sio productive. Make sure you are productive, and that was the CEO of Avex Consulting Limited and Farmer Company Limited, researcher and consultant, assistant pastor and church admin at ELM. Productive? Are you a productive person? Okay, clap for yourself. Namna hiyo, asante sana Pastor Dominic Kilemo. Na sasa hivi tunaenda kuwa na panel discussion na wageni wetu nitawaalika hapa mbele, watu mashuhuri kabisa. Tutapata kuwafahamu, tutawauliza maswali baadhi, lakini pia tuwasikilize kwa makini kile ambacho wanakiongea. Kama kuna swali ambalo tunataka kuuliza ama kuna anything we want to raise, please just be very attentive. And we will have Dr. Ringo Momo. Dr. Ringo is a CEO of Awesome Logistics and Sharon Ringo Foundation. He has executive experience in financial sector, including banking and microfinance. He is a very successful entrepreneur with many years of experience. Makofi mengi kwa Dr. Ringo Momo. Asante sana Dr. Ringo, karibu sana. Makofi hayatoshi jamani, makofi mpaka akiketi. Yes, mama hiyo, karibu sana. Lakini pia we have Miss Haika Lawere, who is a group CEO and owner of Mbezi Garden Hotel. She runs several businesses. Yes, thank you very much. She runs several businesses, including catering, social home services, and real estate. She is a very successful entrepreneur who has inspired many women in Tanzania. Makofi mengi sana kwa Haika Lawere. Asante sana, ningeomba Mike hapa mbele. Karibuni sana katika Executive Breakfast. Yes, sisi tumekaa hapa, tuko tayari kabisa kuwasikiliza. Kule nyuma natumaini tuko pamoja. Tuko pamoja nyuma, tafadhali mikono juu. Yes, asante sana. Nitaanza na Dr. Ringo Momo.
Asante kwa kukubali kuwa nasi siku hii ya leo. Okay, sauti. Karibu sana Dr. Ringo. Asante sana. Okay, swali la kwanza, theme yetu ya leo tunaona inatuambia kuhusiana na swala zima la productivity and time management. Kwa wewe mwenyewe, productivity imesababishaje mafanikio yako? Asante. Kwa kifupi, born and raised from a poor family, lakini sasa hivi namshukuru Mungu sijafika bado, lakini niko mahala fulani. Nafanya biashara ya logistics and transport na nauza haya magari makubwa, malori, trailers. Lakini pia nina run kampuni mbili, Awesome Logistics pamoja na You Can Be Rich, na pia namsaidia mtoto wangu Sharon Ringo. She's a young child, 14 years old, ambaye ni Trade and Tourism Ambassador East African Community. Wala ambao katika mtandao nafikiri mtakuwa mnafahamu pia. She's also books. Unaweza kanyanyua kitabu chake kile. Ameandika makofi. Hongera sana kwa Sharon Ringo. Asante. Sawa. Back to your question. Productivity ni neno la Kimungu. Na Mungu alipomuumba mwanadamu akampa majukumu matano. Yaani alipomaliza tu kumuumba akamwambia wewe ni mfano wangu. Maana yake nini? Akampa character. Kwamba as you go to represent me in the world, carry and bear my character. And one of the greatest character of God is integrity. Excellence. Oh, yes. Work. Mungu alifanya kazi, si ndio jamani? Na unapoongelea kazi, unaongelea productivity. Kwa wakati Mungu alipomaliza kuumba wanadamu, akamwambia kama nimekuumba kwa mfano wangu, akamwambia nakupa majukumu matano. La kwanza akamwambia go and produce. Zalisha. Hiyo ni open check. Mbele yako, hiyo ni open check. Manake nini? You can produce as much as you can because the seed of greatness is in us. Oh, yes. Kila mmoja na seed of greatness. Yes. Kwa kile Mungu ambacho amepanga na amekupa ndani yako, kinaweza kukutana kikageuza kuwa multi-billionaire. Oh, yes. Regardless of the age. Nimeona kwa mtoto wangu Sharon, she was appointed as a Trade and Tourism Ambassador wa East African Community akiwa na umri wa miaka 10. So age is not a limit. Unaelewa? Age is not a limit. Unaweza kuwa ni mtoto, mzee, kijana. Tumeona watu wanageuka kuwa mabilionea katika umri wa uzee. KFCs, nakumbuka story yake. Huko chini alikuwa maskini, lakini alipofika uzeeni ndio akaanza kupata utajiri. Kwa hiyo hata kama umesogea, usije ukajaribu kusema kwamba mimi nimekwisha, kwamba maisha yangu yamekwisha. Unaweza ukaanzia hapo kuwa productive. Kuwa productivity ni zao la Kimungu. Produce as much as you can. Just produce. And when you produce, make sure whatever you produce, you multiply. So the essence of production is not just to save your own small community, your own small family. Productivity in godly way is to save the many. Mungu anapoweka purpose ndani yako, anaweka kusudi lake ndani yako ili kuhudumia watu wengi. Mungu ni omnipresent. Mungu ni nani? Omnipresent. Maana Mungu yuko mahala pote. Na aliposema kwamba nimekuumba wewe kwa mfano wangu nimekuumba, maana yake anataka sisi tuwe mahala pote. How do we get there? Kwamba kuwa mahala pote ni kwa kutumia products and services. Products and services. Kwamba whatever we produce, let it be there in Congo, Mwanza, UK, popote. Productivity. You produce and you multiply. Ili uateni ile omnipresence ya Mungu, mfano wa Mungu. Mnanielewa vizuri watoto wa Mungu? Kuwa kama mtoto wa Mungu, kuwa kama Mungu, kuwa mahala pengi. Chochote Mungu ambacho ameweka ndani yako, kama ameweka uimbaji ndani yako,
produce it, but make sure it goes to many places. Yes. Multiply. Kama ameweka uzalishaji wa andazi inaweza kufanya kuwa billionaire. Yes. Kuna watu wanatengeneza kifungo ambacho wewe msomi ulipata ka degree unazalau kama mtauzaji kifungo shilingi 10, shilingi 20, lakini vifungo vimetengeneza multi-billionaires. Maji inaweza kuzaa maji fedha yake shilingi 10, 20, but maji haya yametengeneza multi-billionaires. Lakini wale wote waliogundua principle ya kimungu kwamba whatever I produce I should multiply. Kama ni maji ni multiply, yawe Mwanza, yawe Kongo, yawe Rwanda, yawe sehemu zingine mbalimbali duniani, they become very successful. So cutting the story short, when you produce, multiply, replenish, distribute, and dominate, take the market share, and then you can take control, you can dominate. Asante sana, makofi kwake. Yes, kwa swali la nyongeza hapo Dr. Ringo Mo, kwa kifupi sana utueleze ni habits gani za productivity za kwako wewe mwenyewe kama 3 tu ambazo zimekufikisha hapa ulipo leo? Ya kwanza ni vision driven. Yani sifanye vitu bila kupata vision. Sababu God is God of vision. Sawa. Lakini cha pili ni purpose. Ni kugundua mimi Mungu amenileta kwa kusudi gani. Chagundua hiyo, whatever I do, whether I'm reading, any action I take, whatever I speak, it must be congruent to the purpose and vision that I've established. Cha tatu ni discipline. Cha nne ni hard working. Hakuna miracle, lazima ufanye kazi. Sio tu kuomba. Wapendwa wengi, church members they just like to pray. It is good to pray, but if you don't work, forget about success. Asante sana, makofi kwa hilo jamani. Yes, I hope you have taken notes. You have taken notes kwa sababu ni muhimu sana sisi kama wapendwa au watu ambao tunamwabudu Mungu na kumpenda, tukumbuke kwamba kufanya kazi ni jambo la msingi sana. Nao tukiemia kwa Madam Haika Lawewe kwa kucelebrate siku ya wanawake duniani. Kwanza kabisa tungeanza na swali ambalo tumetoka kumuuliza Dr. Ringo Mo, ni habits gani kwako ambazo zimekufanya uwe hapa ulipo leo pamoja na changamoto ambazo unaweza kupitia kama mwanamke kwenye dunia sasa hivi? Habari za mchana, sijui habari za asubuhi, mchana. I hope you are all good. Happy Women's Day kwa women na wenye wa mama na wake na whatever, we all celebrate women. Kwa mimi kwa kile nilichokiishi, sababu nimekuwa kwenye biashara tangu 2006, kwa hiyo nasherehekea mwaka wa 19 mwaka huu by the grace of God katika biashara. Na nipo kwenye hospitality, naendesha hoteli. Kitu ambacho naona kwamba the journey ya miaka hii 19 kwa kwenye biashara ambacho naona kilimesaidia kwa productive. Kitu cha kwanza ni value addition. Unapokuwa umepewa kitu chochote, Mungu fikiria Dubai wamepewa jangwa. Sasa hizi kuna ile miracle garden. Lile mchanga, watu wanaenda kutembea kule wanalipa millions kutembea kwenye ile michanga. Waswizi wamepewa barafu. Watu tunaenda dunia nzima Uswizi kwenda kuangalia mabarafu. Sijui nchi zingine zimepewa mountains. Tunaenda ku hike sio Himalaya, Kilimanjaro, unaenda tukupanda mlima huko ulipo $2,000, $3,000. Kwa hiyo kwanza chochote unachokiona wewe unakitrash na kukidharau kinaweza kuwa $1 million business. Ni jinsi jicho lako linavyotazama. Yaani shida sisi tunaangalia vitu vya nje wakati kuna cha ndani ambacho wewe huoni thamani yake. Kwa value addition. Kwa mimi nilipoingia kwenye kampuni unafanya na ni vitu vidogo sometimes inawezekana unakaa kwenye nyumba umemweka mpangaji kwa $500,000, lakini nyumba ile ukaitoa ukaipaka rangi ukaweka aluminium ukaweka tiles ukaweka gypsum tayari unataki $1,000,000. Sio, unielewa? Kwa hiyo wewe apply hiyo concept ya value addition kwenye chochote unachokifanya. Mimi sijui unauza nywele, unauza baiskeli, unauza nini, hakikisha unaongeza thamani ambacho kitakutoa kwenye step A kwenda kwenye step B kwenda kwenye step 6. So, kila binadamu anapenda identify na thamani, yani kitu chenye thamani ya juu. Ambako sasa ndani yake kuna vitu vingi ambavyo vinaweza kusaidia. Kitu cha pili ambacho kinakaribiana na hicho ni kutumia technology. Unajua sisi hizi simu kama tulikuwa tunasema sasa hizi tunazitumia kuangalia memes.
tunatumia kuangalia jokes, tunatumia kuangalia mambo mabaya yaliyo hasi, sijui mipira, sijui siasa, sijui jokes. Jamani, technology sasa hivi imekuwa ni tool ambayo inaweza kutoka wewe usihivi hujulikani na hata mwanadamu mmoja, ukatengeneza tu clip moja au kitu kimoja kikakuraise ukawa na watu milioni 10 wanaokutazama. Sio, unaelewa? Kwa hiyo tunaishi kwenye age ambayo tuna advantage kubwa. Mimi wakati naanza biashara 2006 sikuwa na Facebook, sikuwa na Instagram, hakukuwa na TikTok, sikuwa na Snapchat. Lakini leo hii hizo pages zipo, na bahati nzuri nashukuru niliingia mapema. Kwa hiyo niliingia kwenye 2001 hapo 2011 mpaka 2015 niliingia hizo pages. Uwezo kamili kule ndio nilikokuwa natuma. Ndio zile zilikuwa sio matangazo, nilikuwa tunashare maarifa mbalimbali. Kama ungesema ya kimungu, mimi nafanya kibiashara. Lakini in doing so nilikuwa naipush biashara yangu kwenye marketplace. Sasa hivi na watu 600, Haika Lawere na Mbezi Garden School kiangalia na watu 600. Lakini hawakunyanyuka tu. Unaona? Kwa si lazima ifanye sponsored ads, sababu tayari nina watu. Kwa technology sasa hivi unakuta kwamba nikiweka tangazo naweza kaangalia na watu 20,000 ndani ya lisali moja, ningepata wapi hao watu? Umeona? Nikiweka tangazo kwa Facebook unakuwa mimi nakaga pia masomo na mambo mengine. Unakuta inaangalia watu 30,000. Nikaenda nasema jamani, hivi zamani nilikwenda kulipewa matangazo kwenye television, na nilipewa kwenye redio, kwenye I was paying a lot of money and yet sina hata kujua nani ameangalia, nani amejua, nani anafahamu. Unaona? Kwa hiyo niwaambie kabisa, mimi nisema ukweli, Mbezi Garden fikira iko Makonde. Hapa tayari tuko mjini Mji wa Mwenge, mmeshaendelea. Mimi niko kule Makonde, afu niko ndani. Hivi mnaelewa maana yake nini? Who knows you? Hauko kwenye main road, barabara ni mbaya. Uko nje ya mji. Hebu fikiria nani angenijua? 99% wateja wangu mimi wananijua kupitia social media. Sasa hebu fikiria wewe leo hii una sababu gani? Na wengi naweza na shuba ni wadogo kuliko mimi, sio wote lakini baadhi, because I'm 47. Lakini bado natumia technology age kunisaidia. Kwa watu wanaokuja mimi, whether ni wa mikutano, whether ni wa harusi, whether ni wa seminars, 99% hivi wanatumia nini? Internet. Kwa hiyo jamani, tuangalia how we can leverage that. I don't know how we're going to pull in the viewers au content creation. Ndio mambo ya content creation. Ndio maana kuna walimu sasa na wako wengi kwenye mitandao, ukienda ukimfuata ata invest kwenye maarifa. Sasa si lazima uende ukasoma kusoma biashara. Nenda kwa mtu wa content creation. Nenda kwa mtu anayetumia Instagram efficiently. Nenda kwa mtu anayetumia Facebook, anayejua kutumia YouTube. Mwambie akufundishe. You don't need to go and study this normal knowledge. Nenda kwa YouTube ambao directive na impact your business. Mimi na insist kwenye technology kwa sababu that's the only thing I can say. And after God, mimi the second thing kimenifikisha hapa jamani ni maarifa ya mtandao yamenifikisha hapa. Kwa hiyo unakuta so kama na generate, let's say mimi na generate about 300 million in a year. Ina maana 99% hiyo pesa, hiyo 300 million ina come out of what? Use and efficient use of what? Technology. You understand? Kwa sababu mimi saa hizi marejesho tu ya mkopo wangu ni milioni 31 kwa mwezi. Sijaweka hapo mshahara, sijaweka maintenance, sijaweka kodi, sijaweka madeni ya kodi. Na madeni ya kodi afu na current taxation. So you can raise, I'm supposed to raise maybe 70 million a year. In a month, not in a year. In a month. Sasa ukiadd hicho kadi na kingine about 70 million, hivi unapata wapi 70 million a month kama hauna leverage? Umeelewa? Kwa hiyo kuna so many leverages, lakini nimesema technology kwa sababu kuna so many things which can be done. Thank you so much. Asante sana. Moving on to the next question, Madam Marika, tunabaki hapo kwenye technology. Tunaona sasa hivi kuna distraction nyingi sana, especially kwa vijana. Tunaweza kuwa tunatumia mtandao kwa namna ambayo sio kwa matumizi yetu. Wewe mwenyewe unawezaje kumanage distractions kwenye social media? Na unafikiri ni kitu gani ambacho watu wengine wanaweza wakakifuata ili kupunguza kabisa distraction kwenye social media na kuwafanya ziwe less productive? Ndio maana nikasema kwanza, kwenye social media kwa mfano kama mimi, unfollow pages zote ambazo ni nonsense. Yaani wewe una shida ya pesa. Alafu 90% unaangalia mpira, unaangalia memes, unaangalia jokes. Hivi utaijuaje pesa, utaimanage vipi pesa, utaikuza vipi pesa? Kwa sasa hivi kwanza unfollow those pages. Ili kwanza hata angalau page yako ukifungua hivi 80% hiyo ni vitu ambavyo unavihitaji wewe. Kama ni mtu wa ministry, vitu vya ministry, ni mtu wa hoteli, vitu vya hoteli, hiyo ni vitu, ni mtu wa wedding industry,
dance vitu vya wedding, ni mtu wa keki ni vitu vya keki, ni mtu wa motivation hiyo ni watu wa motivation. Kwanza ile yani chuja sieve what you are following ili upate vitu ambavyo ni sahihi. Kwa ukifungua page tu ya Sharon Ringo kwa mfano, na mimi namfollow pia. Yeye mtoto wangu nimejua sasa hivi, kwanza hongera sana kakaangu. Kwa sababu mimi na watoto, yule mmoja mathematician watu wanamjua. By the way pia na effective parent, unaweza kuwa na effective pia kids. Wewe una mtoto ambaye anafanya foundation na mtoto ambaye ni mathematician Harris. By then nachotaka kusema ni kwamba ukisha unfollow kwanza kwa una direct followership. Cha pili, mimi kwa sababu ni content creator, most of the time I'm busy answering the watu zile the context ambazo inakuwa nimefollow na kujibu. Lakini cha tatu, okay, labda mimi kwa sababu sio mtu mtumiaji wa simu sana kupitiliza, I tend to wanasema kwa na duara, yani duara za muda mrefu. Nataka kufanya kitu masaa mawili. Uweke simu silent, turn it down or leave it somewhere. Mimi kufanya kwa kazini, nafanya kazi manually with papers. Watu tunapenda kufanya kila kitu kwenye simu, lakini simu ndio source always distractions. Kwa kama laptop unafanya distraction, then fanya kitu out of the laptop. Kama simu ni distraction, then fanya things out of simu. Ukishaka kama ni muda kabisa, jiwekee muda kwamba sasa hivi niko on paper, I'm thinking. Kwa sababu kumbuka, ukiwa mjasiriamali wewe ndio think tank. Kwa una think then unapeleka strategies kwa watendaji. Hautaki kuwa wewe ni mtendaji ndani ya kampuni. Okay, kuna level ukishafika. Sasa ningesema watu wote hapa kwa level yangu mimi, I'm just a thinker. Now I'm the one who write the strategy. I'm the one who created the systems. I'm the one who supervises the systems in one or another. Nikisha tengeneza hizo siku, nikajua ratiba na kila kitu, then I offload to the right people wanaotakiwa kufanya. Sasa nikisha maliza ule muda wangu ambao ni kwa ajili ya kutengeneza mikakati, utendaji, utekelezaji au kufollow hiki, then I can check. So mimi muda mwingi nakuwa a lot of nime-offload content nyingi. I have to go back and answering, kwa sababu nakuwa na inquiries nyingi sana. Yaani kuanzia TikTok, wengine Snap, wengine Instagram na wapi hizo inbox na DM na WhatsApp nini. Kwa hiyo ninakuwa ninafanya kwa kwangu mimi, kwa kweli hajaikuwa ni usumbufu. Kitu kingine ambacho ninachokifanya mimi kwenye maisha yangu, kwa sababu wanasemaga hivi, yani you should use most of your time face to face with the customer. Yani hii formula ukiitumia, I'm telling you, utakaa away from the sim. Yani whatever you are doing, hakikisha 80% unakwambia muda wako, you are either with a customer. Okay, sasa anaweza kaa over the phone but is a customer, or face to face with the customer. Sasa kama muda mwingi kwenye biashara uko out of your business, and then umekaa mahali unapoteza muda, umekaa mahali kwenye simu, ni bora huo muda ungetumia face to face na customer. Ndio maana ni either uwe unakaa naye, una spend naye muda ana kwa ana, au kama uko kwenye simu, au una communicate, but should be with the customer. Kwa sababu naongea zaidi biashara, kwa hiyo wanakwambia 80% spend communicate or dealing or solving with customer. La, maybe with your workers. La, with your fellow directors. La, maybe with authorities. La, with strategic network. Yet whatever you do, hakikisha sphere ya hivyo vitu hivyo ndio ambavyo unatumia 80% of your time. Kwa hiyo sasa angalia hivi sasa hivi nitakuwa kutana na mkuu fulani, kiongozi fulani. La, huko na directors wenzako au managers of some na 45 workers. Or with your managers, or with your employee one to one about kuna issues za kuaddress. Kwa hiyo spend 80% of time doing those things. Kwa kila wakati ukikaa hivyo out of this gadget. Yani hii iwe tu kwa ajili ya kwa wanasema lazima iwe tu ni center of media creation, content and media. Yani ni media center, yani ndio radio station yako kwa ajili ya broadcast your product and services. Bas, baada ya respond tu kwenye inquiries, the rest should be with those areas ulizokutajia. Kwa kama so shareholders, then your workers, then your leaders, then your customers,